Anuchi alikaa pembeni ya kitanda chake akitazama nje ya dirisha. Ulikuwa mwaka wake wa kwanza katika chuo kikuu na alipaswa kuwa na maandalizi juu ya maisha yake ya baadaye. Anuchi kwa sasa alikuwa mjamzito. Baba yake alikuwa mvuvi. Mpenzi wake Anuchi alikuwa mrefu, mzuri na tajiri. Kila kitu alichokitaka Anuchi alipata kutoka kwa mpenzi wake. Uhusiano huo ulikuwa wa kimbunga cha mahaba. Lakini Daniel, mchumba wa Anuchi, alikuwa wazi juu ya jambo la kupata mtoto. Sisi bado vijana wadogo na mimi sipo tayari kuitwa baba kwa sasa. Daniel alisema maneno hayo mara nyingi, akikataa wazo la kuwa na watoto. Anuchi hakumwambia Daniel juu ya ujauzito wake, ila alitaka kujua mtazamo wake juu ya watoto kabla ya kumpa taarifa. Ila kwa majibu ya Daniel, Anuchi alivunjika moyo. Hebu tufurahie maisha kwanza. Anuchi alikuwa amecheka pamoja naye, lakini sasa alikuwa na mashaka. Aliogopa sana. Alijua kile ambacho familia yake ingemfanya ikiwa wangegundua. Baba yake siku zote alikuwa mkali na mwenye msimamo. Anuchi akaelewa kuwa jambo hilo lingeharibu sura kama binti nzuri milele. Angevunja moyo wa mama yake na baba yake, kwani walimtegemea. Marafiki zake wangemhukumu na Daniel pengine angemwacha. Miezi kadhaa baadaye, mtoto alipiga teke tumboni na kumkumbusha kwamba muda ulikuwa unaenda. Ilibidi afanye maamuzi. Usiku mmoja wenye mvua na baridi, uamuzi ulimjia. Hakuweza kukabiliana na aibu na hukumu. Hivyo Anuchi alipakia begi lake dogo, akatoka nje ya chumba chake cha kulala na kushika njia kupitia mitaa yenye giza na viunga vya mji. Moyo wake ulipiga kwa kasi, pumzi zikimtoka kwa shida. Anga ilikuwa na giza na dhoruba iliyovuma kwa mbali. Alipokuwa akitembea kuelekea ukingo wa mji, kila hatua ilimpelekea maumivu. Maumivu yalizidi maradufu, huku mvua ikinyesha zaidi. Nguo zake zililowa maji. Alipofika kwenye dampo kuu la kutupia taka, miguu yake ilihisi kama inalegea, lakini alijisogeza mbele akidhamiria kuutua mzigo uliomletea hofu na wasiwasi mwingi. Aliinama chini, akashika tumbo lake na kuuma mdomo wake kwa chini ili kujizuia kupiga kelele. Hakuwa na mtu wa kumsaidia. Alikuwa peke yake katika hili. Mtoto alikuwa anakuja kwa kasi. Maumivu hayo hayakuwa na tofauti na yale aliyowahi kuyasikia hapo awali. Alipigana kudhibiti kupumua kwake. Alisukuma na kulia, sauti yake ikamezwa na dhoruba. Mtoto alikuwa anakuja, ila akawa anakwama mahali fulani. Anuchi alichoka kwa maumivu makali. Baada ya masaa kadhaa kupita, hatimaye Anuchi alijifungua mtoto mvulana. Hakuweza kusogea. Mwili wake ulitetemeka na uchovu. Mvua ilikuwa imemlowanisha na nguo zake zilikuwa nzito. Misuli ilimuuma. Mikono ilikuwa ikitetemeka na mwili wake ukaishiwa nguvu, karibu kabisa kukosa uhai. Hakuweza kusogea. Juhudi za kujifungua zilikuwa zimemmaliza kabisa. Anuchi alimtazama mtoto wake pale chini. Hofu ilimwelemea sana. Moyo wake haukuweza kukubaliana na matokeo. Alijitahidi kukaa, lakini miguu ilishindwa kuhimili uzito wa mwili wake. Ikabidi apige magoti. Alimfunga mtoto kitambaa alichokuja nacho, mikono yake ikitetemeka. Alihisi moyo wake ukidunda kifuani mwake. Hatia ilipanda ndani yake na ilimsukuma mbali kihisia. Hakuwa na chaguo lingine ila kumtupa mtoto huyo. Anuchi alikuwa ni mwenye hofu sana. Alihisi kizunguzungu huku akizidi kuchanganyikiwa. Mvua ilinyesha kwa nguvu. Ikambidi aondoke eneo hilo. Hatua zake zilikuwa za polepole, zisizo na uhakika, na mara kadhaa ilibidi asimame kuvuta pumzi, akipambana na udhaifu uliotaka kumsogelea. Anuchi hakutazama nyuma. Hakuweza kufanya hivyo. Ikiwa angefanya hivyo, alijua kwamba asingeweza kukabiliana na hali hiyo. Kwa hiyo aliendelea kusonga polepole kwa uchungu. Akarudi kwenye bweni ambapo maisha yaliendelea kana kwamba hakuna kilichotokea. Asubuhi ilipofika,
wanaume wawili waliokuwa wafanyakazi wa usafi katika eneo fulani walifika dampo la taka, na walipofika hapo walimpata mtoto. Vilio vyake hafifu vilifika masikioni mwao na wakamfuata. Wakashtuka baada ya kukuta mtoto mdogo namna hiyo akiwa ametelekezwa kwenye maeneo hayo. "Hatuwezi kumwacha hapa," mmoja wa watu wale wanaume alisema, akimfunga mtoto kwenye koti lake. "Tunapaswa kutafuta mtu ambaye anaweza kumtunza." Walimchukua mtoto huyo hadi kijijini kwao. Waliamua kumpa Mama Ekene, mwanamke mwema ambaye alikuwa akitamani kupata mtoto kwa miaka mingi. Mama Ekene alikuwa ameomba na kufunga. Aliwatembelea waganga na waganguzi, lakini tumbo lake la uzazi lilibaki tupu. Mama Ekene alipomwona mtoto huyo na kuelezewa yaliyomsibu, moyo wake ulijawa na furaha ya wazi. Ilikuwa kana kwamba sala zake zilikuwa zimejibiwa kwa njia isiyotazamiwa. Alimshika mtoto huyo wa kiume mikononi mwake na akampa jina la Amani. Mama Ekene alimtendea Amani kana kwamba ni mtoto wake. Alimpenda sana, akimjali kwa upole wote aliouhifadhi moyoni mwake. Amani alikuwa mtoto mwenye furaha na mwenye kipaji, akicheza na kukimbia kijijini na watoto wengine. Siku zote Amani alikuwa akitabasamu na kufurahia maisha. Lakini hatima ina njia ya kubadilisha mambo. Muda si mrefu Mama Ekene alipata ujauzito wa mtoto wake yeye mwenyewe. Ilikuwa kama muujiza, kisha akajifungua mtoto wa kiume. Upendo wa Mama Ekene kwa Amani uliendelea kushamiri. Hakukusudia jambo baya lolote litokee. Lakini uhusiano aliokuwa nao kwa mtoto wake ulikuwa wa tofauti na wa karibu mno. Taratibu alianza kumtendea tofauti Amani. Kazi za nyumbani alizokuwa akifanya Mama Ekene zikawa jukumu la Amani. Kadri miaka ilivyosonga, pengo kati yao liliongezeka zaidi. Amani alijihisi vibaya kila siku. Jinsi macho yake hayakuwa na nuru tena alipotazamwa na Mama Ekene. Jinsi alivyopendwa na mama huyo hapo awali, hali hiyo haikuwepo tena. Hata hivyo, Amani licha ya kupuuzwa alikaa kimya. Hakuwahi kulalamika na kuuliza kwa nini alitendewa hivi. Badala yake alizingatia masomo yake, akidhamiria kuvuka hali ambayo maisha yalikuwa yamemtupa. Wakati huo huo, maisha ya Anuchi yalikuwa yamechukua mkondo tofauti. Baada ya kumwacha mtoto wake, alijitupa kwenye masomo yake. Hatia ya alichokifanya haikumwacha kamwe, lakini aliamua kuizika moyoni mwake. Anuchi alihitimu kwa heshima, akapata kazi yenye mshahara mkubwa sana, akawa tena na Daniel. Na baada ya kuwa pamoja, walihamia kwenye jiji kubwa na kujenga maisha yao kwa pamoja. Maisha ya anasa walioyaishi wengi waliyaonea wivu. Walianza biashara ambayo ilikuwa kwa kasi, na muda si mrefu wakawa wanaishi maisha mazuri, wakihudhuria hafla za jamii kana kwamba ni wanandoa waliofanikiwa zaidi jijini. Anuchi alionekana kuwa na kila kitu alichowahi kutaka isipokuwa mtoto. Miaka ilipita na licha ya majaribio mengi, Anuchi hakuweza kupata mimba tena. Alitembelea madaktari, akachukua matibabu na kujaribu kila tiba, lakini hakuna kilichofanyika. Shinikizo lilianza kujengeka katika ndoa yao. Daniel, ambaye mara zote alipenda kuunga mkono swala la kutokuwa na watoto, muda huu alikuwa mbali na wazo hilo, na kwa sasa alihitaji sana mtoto. Na kwa kuwa aliona kwa mke wake jambo hilo ni gumu, alianza kutumia muda mwingi nje ya nyumba. Uvumi ulianza kuenea alivyokuwa akilala na wanawake wengine. Mwanzoni Anuchi hakuamini, lakini miezi ilipopita ikawa vigumu kupuuza. Daniel hakuwa tena mwanaume ambaye alimzoea. Kimsingi Daniel hakuwa akimpenda kwa dhati Anuchi. Kisha uvumi ukawa mbaya zaidi. Watu walinong'ona kwamba Daniel alikuwa tayari ameshapata mtoto na mwanamke mwingine. Mvutano katika ndoa yao ulikuwa hauvumiliki. Mara moja upendo wao ukaingia dosari. Matumizi mabaya ya fedha kwa Daniel kwa wanawake zake wengine si punde yakafanya wazame kwenye dimbwi la madeni. Mwaka mmoja baada ya mwingine waliona magari yao, mali zao zikipukutika, na hatimaye biashara yenyewe hawakuwa na chochote ila madeni. Wakati wa kufilisika ulifika sasa. Daniel akamtoroka Anuchi, na Anuchi alivunjika moyo, alifedheka. Hakuwa na jambo nyingine ila kurudi kijijini kwao. Huko kijijini maisha yalikuwa magumu, na watu ambao walivutiwa na mafanikio yake sasa walimdhihaki. Lakini Anuchi alipata aueni na utulivu kijijini. Ingawa hatima ya maisha yake ya zamani haikumwacha,
ilimuumiza siku zote. Mara nyingi alikaa kando ya mto huku akitazama maji akijiuliza, ni nini kilimpata mtoto wake wa kiume aliyemwacha? Je, alinusurika? Je, kuna mtu fulani alimuokoa au alikufa kwenye baridi usiku ule? Maswali yalimsumbua, lakini hakuwa na majibu. Unyanyasaji aliyokuwa anafanyiwa Amani mikononi mwa mama Ekene ulichochea dhamira yake ya kufanikiwa. Alifanya vyema shuleni na hatimaye akapata ufadhili wa kusomea udaktari katika chuo kikuu maarufu nje ya nchi. Licha ya matatizo ya utoto wake, hakukata tamaa katika ndoto yake ya kuwa daktari. Miaka ilipita na Amani akawa daktari wa upasuaji aliyefanikiwa. Alirudi nchini kwake na kujenga hospitali jijini, ambapo pia alianzisha msingi wa kusaidia wale ambao hawakuweza kudumu gharama za matibabu. Hospitali yake ikawa maarufu kwa kazi yake. Mara kwa mara alipokea ufadhili mkubwa kutoka kwa mashirika makubwa na watu matajiri zaidi duniani. Watu kutoka kote nchini walikuja kutafuta matibabu. Ni wakati huu ambapo afya ya Anuchi ilianza kuzorota. Aligundua kuwa ugonjwa baya wa moyo aliokuwa nao ulihitaji upasuaji, na hakuna huduma ambayo ingeweza kufaa eneo hilo la kijiji. Anuchi alikuwa na matumaini kidogo kwa kuwa hakuwa na fedha, lakini kwa bahati alisikia juu ya mradi ambao ulitoa upasuaji wa bure kwa watu kama yeye wasiokuwa na uwezo, watu ambao hawakuweza kumudu huduma za malipo. Anuchi alituma maombi kwenye hospitali hiyo na ombi lake likakubaliwa. Anuchi akasafiri hadi jijini kwa ajili ya upasuaji, akitumaini kwamba hiyo ndiyo ingeweza kuwa nafasi ya pekee ya yeye kuishi tena. Siku ya upasuaji ilifika. Jambo lisilotarajiwa lilitokea. Madaktari hawakuweza kupata mtoaji damu anayefaa kwa Anuchi, kwa kuwa aina ya damu yake ilikuwa ni nadra sana. Muda ulikuwa unaisha, na bila kupatiwa damu mishipani, Anuchi angekufa. Amani aliyesimamia matibabu hayo aliamua kutoa damu yake mwenyewe, kwani alijua kabisa inafanana na damu ya mama huyo. Lakini wakati timu ya matibabu ilipofanya vipimo, waligundua jambo la kushangaza. DNA ya Amani na Anuchi ililingana. Baada ya upasuaji, Amani alikabiliana na Anuchi akitaka majibu. Hii inawezekanaje? Sisi hatujuani, tunawezaje kuwa na uhusiano? Amani aliuliza. Anuchi akaanza kuangua kilio, hatia na majuto vikimpata. Kila kitu alichokifanya alikieleza. Alimwambia ukweli Amani, hadithi ya usiku ule ambayo alikuwa amemwacha kwenye dampo la taka, hofu ilivyomsukuma kumtelekeza mtoto wake mwenyewe, na maumivu aliyokuwa akiishi nayo tangu wakati huo. Amani alisikiliza kwa huzuni sana hadithi hiyo, na kwa ukimya mkubwa. Alipomaliza alisimama na kumtazama, huku uso wake ukiwa umekunjamana. Ulinitupa kana kwamba mimi si kitu chochote, na ukufanya chochote kutoka hapo. Sina chochote cha kufanya na wewe. Wewe si mama yangu. Amani akatoka nje ya chumba, akimwacha Anuchi peke yake kwa machozi na majuto. Mara tu baada ya kupata nafuu na kutoka katika upasuaji, Anuchi alijaribu kuwasiliana tena na Amani, akitumai msamaha, akitumai kujenga upya uhusiano wa mama na mtoto. Lakini Amani alikataa. Amani alishajijengea maisha yake. Mbali na maumivu ya maisha yake ya nyuma, alioa, akapata watoto, na akafurahia maisha yake kwa upendo na furaha sana, jambo ambalo wakati fulani alinyimwa. Anuchi alitumia siku zake zote kijijini, akiishi na majuto ya uamuzi wake. Na hapa akaelewa, hakuna kiasi cha mafanikio au utajiri unaoweza kufikia upendo wa mama kwa mtoto. Hakikisha una subscribe kwenye video. Asante kwa kuwa nami kwenye hadithi hii. Ninatumai ulijifunza jambo. Hakikisha una subscribe katika chaneli hii ili kupata hadithi mpya pindi inapotoka.